Nilimfumania mke wangu akimnyonyesha mwanetu wa miaka 15 usiku wa manane. Junior, njoo unyonye, baba yako amelala, usimwambie mtu yoyote, vinginevyo baba yako atakufa. Rebeka, ambaye ni mke wangu, alimnong'oneza mwanetu wa miaka 15 Junior. Lakini kumbe hakujua kuwa nilikuwa macho nikichungulia kwa siri na kusikia kila kitu alichokuwa akimwambia mwanetu. Hapo ndipo hatimaye nilipoelewa ni kwa nini Rebeka alikuwa amekataa kumnyonyesha mtoto wetu mchanga kwa wiki nzima. Kilichonishtua zaidi ni kwamba mwanetu wa miaka 15 alipaswa kuwa shule ya bweni usiku huo wa manane. Si hivyo tu, alionekana mdogo sana kiumbo na alikuwa akitenda kama mtu aliyepoteza akili au msukule wakati akinyonya ziwa la mama yake. Hapana, nililazimika kujua ukweli wa jambo hili. Nilirudi chumbani kimya kimya kwa kunyata na kujilaza kitandani, nikijifanya sijaona chochote. Moyo wangu ulikuwa ukidunda kwa nguvu, kiasi kwamba niliogopa angesikia mapigo yake. Dakika 5 baadaye, Rebeka alirudi chumbani. Alinisukuma kidogo ili kuhakikisha kama nimelala fofofo. Kisha akanong'ona maneno ambayo karibu yasimamishe moyo wangu. Asante Mungu, nimefanikiwa kufanya hivi kwa siku 7. Zimebaki siku 7 tu ili hatimaye nimuue huyu mwanamume mjinga. Kifua changu kilibana. Mikono yangu ilikuwa ikitetemeka chini ya shuka nililojifunika. Kwa hiyo ilikuwa kweli. Mke wangu alitaka nife. Asubuhi iliyofuata sikumwambia neno lolote. Nilijifanya kawaida, nikambusu mtoto mchanga na kuondoka nyumbani mapema. Niliendesha gari moja kwa moja hadi shule ya bweni anayosoma Junior, ambayo ilikuwa umbali wa saa 2 kutoka nyumbani kwetu. Nilipofika hapo, nilimwona Junior akiwa kwenye sare zake za shule, akicheka na wanafunzi wenzake kana kwamba hakuna kilichotokea. Junior, ulikuja nyumbani jana usiku? Nilimuuliza kwa sauti ya chini. Mimi? Hapana baba, alijibu haraka. Lazima utakuwa unaota ndoto. Inabidi nirudi darasani. Alikwepa kuniangalia machoni alipokuwa akiongea na kukimbia kuondoka. Sura yake ilinionyesha wazi kuwa anadanganya. Alipokuwa akiondoka, nilimsikia akinung'unika chini kwa chini. Huyu mwanamume mjinga hajui kinachoendelea. Nitakapomalizana naye, atajuta kunizaa. Baridi ya hofu ilipita kwenye uti wa mgongo wangu. Kabla sijaondoka shuleni hapo, mwalimu mmoja alinisimamisha. Alijitambulisha kama Mwalimu Joy, ambaye ni msimamizi wa bweni la Junior. Mzee, mwanao amekuwa na tabia za ajabu, alisema. Huwa anapotea kila usiku wa manane. Hakuna mwanafunzi yoyote anayejua huwa anapitia wapi kutoka, na ikifika asubuhi anakuwa amerudi shuleni. Moyo wangu ulizama. Tafadhali, kuna kitu kingine chochote ulichokiona? Nilimuuliza.